Ad-dunya daru amalin mustamir, dunia ni nyumba ya kufanya kazi tu mfululizo, na akhera daru jazain, akhera sasa ukishafika ndiyo nyumba ya malipo. Umeshamaliza kazi sasa, ulipwe nini katika kazi yako? Ile kazi uliyoifanya ukalipwe sasa, ndio kufaulu au kufeli. Aliyefanya vizuri manake akapate raha kwenye malipo, na aliyefanya vibaya akapate adhabu, hakufanya vizuri. Malipo sio mazuri. Mwenyezi Mungu atulinde na hali hiyo. Tunawajibika sote, popote tunaposikia ujumbe huu, kila mmoja wetu ajitambue yuko kazini, na anatakiwa kazi anayoifanya iwe ni kazi inayomridhisha Allah, kwa sababu tunakaguliwa. Na ukifanya kazi inayomridhisha Allah, nikwambie matunda yake kwanza hapa hapa duniani, utaacha athari, kwa sababu umethibitisha kuwepo kwako. Hivi tulivyo hivi, tukifanya chochote kinachomridhisha Allah, tutaacha athari nyuma yetu, maanake tutaendelea kulipwa mpaka baada ya kuondoka. Tusipofanya ya kumridhisha Allah, maanake tutafanya yasiyomridhisha, si ndio? Tutaacha athari mbaya, na huenda pia kwenye athari mbaya tukalipwa mabaya mpaka baada ya kuondoka. Nikupe mfano hai. Uliishi katika njia ya kumridhisha Allah, ukafanikiwa kutembelea kwenye sehemu ambazo wenzako wameanzisha mambo mazuri. Wewe huna uwezo wa kuanzisha kama hayo, lakini una uwezo wa kuchangia ili yadumu. Tuko pamoja? Umeanzishwa jambo zuri. Nikupe mfano, kama huu msikiti huu ulikuwa fikra ya mtu mmoja, pengine akashirikiana na wenzake kwenye fikra, msikiti umejengwa. Leo kuna faida hakuna hapa ndani yake. Sasa msikiti kama huu, wewe pengine huwezi kujenga kwako, lakini je, ukitembea huna unachoweza kufanya? Ukiingia humu ndani, umekuja siku moja ukaona umeme umezimika, kumbe kuna siku moja unazimika hapa, si luku hii bwana, mimi siwezi kununua luku ya mwezi mmoja ikadumu hapa. Naweza, si umeshajua namba hii hapa, umeingiza huyo, umeondoka zako. Msikiti utadumu au utadumu? Na mwingine akaona hivyo, akaingiza mwaka mzima hauzimiki tena, kwa sababu wako watu walitembea wakapata fikra hiyo. Ukaja ukakuta kuna madrasa inasomwa, wewe huwezi kujenga madrasa ya kwako, lakini unakuta watu wanasoma. Fikra mtu mmoja ilianza hiyo, na wewe ukaingia pale, watoto wanasoma. Mimi siwezi kuwasaidia chochote. Unacho unachoweza lazima, na Mungu atamuuliza mtu kile anachokiweza. Usichokiweza Mungu wala hana shida na wewe. La yukallifu Llahu nafsan illa wus'aha, Allah haibebeshi mzigo nafsi ila kiasi cha uwezo wake. Ulipoingia ukawatizama wanafunzi wanafurahi pale, ukamwambia mwalimu, nimeleta mifuko miwili ya pipi. Hii mifuko miwili ya pipi ni mizito kwa mtu, nimeileta hii, nataka nifanye kitu. Kuwa nayo mwalimu. Ukimuuliza mtoto swali, tumpe pipi, akijibu. Utawahamasisha watoto kusoma? Utawahamasisha? Kazi yako wewe hiyo. Mtoto anapokea pipi mbili, anafurahi kweli, wanashindana kufanya kazi hawa. Kuna uzito kwenye hilo jambo ambalo ulikuwa huwezi kujenga madrasa yako, lakini umeifanya madrasa inaendelea. Kwa kufanya mambo yanayomridhisha Allah, tunafanya vitu ambavyo vinaacha athari nyuma yetu. Haya, usipofanya vya kumridhisha Allah, shetani hakuachi. Huko duniani lazima ufanye kitu, ima umridhishe Allah au muasi. Hukumridhisha, shetani anapandisha bendera yake ili uasi, anakuchochea. Utafanya kitu kingine, ukifanya kingine unaacha athari mbaya. Pengine hiyo athari mbaya mpaka baada ya kufa unaletewa, na ile athari nzuri ulioiacha, ile ya mifuko ya pipi tu, utaletewa. Watoto kama walidumu kusoma kwa mfuko wako wa pipi, tutakuwa tumeacha athari zinazotuletea baada ya sisi kufa, na hayo tunayaweza. Tumebweteka tu. Sasa nikwambie kibaya, tusipothibitisha sisi kuwepo, wenzetu wanathibitisha wapo. Wewe utakiwa uthibitishe athari za watu kuingia msikitini, hukuthibitisha. Mwenzako akathibitisha athari za kwenda kunywa pombe, nani ataacha athari? Si yule. Mpaka amekufa bado watu wanakunywa pombe tu, kwa sababu alianzisha kitu. Tuthibitishe kuwepo kwetu kwa lile tunaloweza kulifanya.